Ingawa demokrasia hutajwa kama mfumo bora wa utawala unaowezesha ushiriki wa wananchi, uwajibikaji wa viongozi na uhuru wa kujieleza, historia na hali halisi ya kisiasa duniani zinaonyesha kuwa baadhi ya nchi zenye demokrasia zimejikuta zikikumbwa na machafuko ya kisiasa, kijamii na hata kiuchumi. Swali linabaki, kwa nini hali hii hutokea katika mifumo inayodhaniwa kuwa ya amani na utulivu? Moja, ushindani mkali wa kisiasa na kukosekana kwa uvumilivu. Katika demokrasia, vyama vingi vya siasa hushindana kuwania madaraka. Ushindani huu, ingawa ni kiini cha demokrasia, unaweza kugeuka kuwa chanzo cha migogoro iwapo hautasimamiwa kwa misingi ya kisheria na maadili ya kisiasa. Wakati mwingine wanasiasa hujikita zaidi katika kushinda uchaguzi kwa gharama yoyote badala ya kuhudumia wananchi. Hali hii huibua propaganda na uchochezi wa chuki za kikabila au kidini, kutoaminiana kati ya taasisi za dola na wananchi, ghasia baada ya uchaguzi, hasa pale matokeo yanapopingwa. 2. Udhaifu wa taasisi za kidemokrasia. Demokrasia imara huhitaji taasisi huru na zenye uwezo kama mahakama, bunge, tume za uchaguzi na vyombo vya usalama. Katika baadhi ya nchi, taasisi hizi huwa dhaifu au zimeingiliwa na wanasiasa. Sheria hutumika kwa mapendeleo au kwa kulinda maslahi ya kundi fulani. Wananchi hupoteza imani katika mfumo mzima wa utawala na hivyo kuchochea maandamano au uasi. 3. Matarajio makubwa ya wananchi. Demokrasia huahidi maendeleo, usawa na haki. Hata hivyo, matarajio haya huweza kuwa makubwa kuliko uwezo wa serikali kuyatimiza kwa haraka. Wananchi wanapokosa huduma bora, ajira au usawa wa kiuchumi, hali ya kukata tamaa huongezeka. Makundi ya kijamii huandaa maandamano au migomo. Vurugu za mabadiliko huibuka, mara nyingine kwa njia za vurugu. 4. Uhuru wa kujieleza wa vyombo vya habari. Uhuru wa kujieleza ni nguzo ya demokrasia. Hata hivyo, uhuru huu unaweza kutumika vibaya. Habari za uongo, fake news, huenea kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii. Matamko ya uchochezi huweza kuchochea chuki au vurugu. Vyombo vya habari visivyo na maadili huongeza mgawanyiko wa kijamii. 5. Migawanyiko ya kijamii na kihistoria. Demokrasia haifuti historia ya mgawanyiko wa kikabila, kidini au kitabaka. Katika baadhi ya nchi, demokrasia huonekana kama jukwaa la kulipiza kisasi cha kihistoria. Makundi yaliyotengwa kihistoria hujihisi kutotendewa haki hata ndani ya mfumo wa kidemokrasia. Uchaguzi hugeuka kuwa vita ya makundi badala ya sera. 6. Mwingiliano wa nje na maslahi ya kimataifa. Nchi za kidemokrasia mara nyingine hujikuta katika mvutano wa kimataifa. Mataifa ya nje huingilia siasa za ndani kwa maslahi yao. Migogoro ya kibiashara, kijeshi au kiitikadi huathiri utulivu wa ndani. Mashinikizo ya kimataifa huweza kuchochea maandamano au mivutano ya kisiasa. Kwa ujumla, demokrasia si kinga dhidi ya machafuko. Ni mfumo unaohitaji malezi, ulinzi wa taasisi, elimu ya uraia na utamaduni wa kisiasa unaojali uvumilivu na mazungumzo. Bila misingi hiyo, hata demokrasia inaweza kuwa uwanja wa migogoro badala ya suluhisho. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama FMB TV.